Why do we have less artists? Less female artists? See guys, here who make it just mwarobaini, my friend. Manze Gen Z tunajituma. Hello, sisi ni Wamoja, podcast ni moja. Welcome to our first ever podcast, the BTS, meaning Beyond the Spotlight, where we turn real conversations into real impact. And here I have my fellow host, and I'm also your host, so tutanzia huku. Sindoli Esnes, but in this podcast, call me Cindy. Wazi. Yeah. Fit sana na mimi naitwa Pedro. Naweza nikadon Pedro. Sawa. Na wewe. Karibuni. Stay put. Tune in. Anzisha. To like, subscribe, and also comment it. I really want that. Manze ni free. Comment ni free. So, Okay, actually, on the commenting side, by the way, Pedro, let's be when you bring here. uko sawa kweli? Oi, wanaanza kuniseti. Tukuseti. Kwaje nimetoka home na niko fit. Hii story tumemalizia hapo. Uko sawa? Anyway, in terms of cinema, I was asubuhi when I was coming, and I was listening to this artist Zuchu. Who is Amanda? Chamba ni Kuchamba is like Watu wa pwani. Chamba. Kuchamba. Kuchamba ni kuchamba. Wa. Nimefikiria hata mimi najua Kiswahili lakini wewe. Like attacking someone. Tumetuma neno rahisi tunasema. Chamba. Attacking someone using words. So in my head I was like, why do we have less artists? Less female artists? Just in Africa, not even in Kenya. Then it's okay, Kenya, like we have less. What do you think the problem can be? Wajitumi wenyewe. Sidhani ni story na kujituma. Hakuna mtu anaweza lazimishwa kuwa msanii hivi. But wako? Lakini si maybe kila mtu anataka kitu different. No, I don't. But ukiangalia like in reality most hata tusiende mbali spaces tuko nayo wakitisha kama story na showcasing watu wa art nini wasi show up to ni like wanaume au rappers nini but female I think ni kujituma. Female artist wako sikatai but ni ile hawajitumi enough. Tukitumia example tu ya Kenya, tusiende mbali Nairobi, watu kama Nikita Kering, she's a very good singer na ni female. Na pia kuna wale wako outside but ni ile they don't use the platforms wako nayo ya kutosha. Yeah. I stand to be corrected though. Yeah, it's cultural norms. But why did I use Zuchu as an example? Do you have to pick up or say I was superstar Africa? We've seen the struggles she has gone through. Actually, The resilience is too much. Oh, Zuchu. we're in Kenya. You're not even from Africa. Nani ajui Zuchu? Kwani hujui ile song ya Who is Amanda? Hujasikia wase wakipiga. Pedro. For real. Unajua demu ya Diamond. Father Abraham. Tusijudge. The last person najua ni nani? Tanasha Donna. Huyo ndio najua ni Hapana, Tanasha ni wa kitambo. Kulikuwa na Zari nini. Anyway, either way, tusiende huko. Anajifanya lakini napata huko behind the scenes akona nini ya Zuchu hapa. Tusilete hapa watu wa Man U na Arsenal tutaanza kupigana. Tutaki sports. Cultural norms, because if I use her as an example, the resilience she has had since she started, not every female artist is like her. So unapata leo umeamka, the scandals,
ujui unaanzia wapi, and then by this I don't know you can attest. Scandal ya Charlie na scandal ya dem who last. Huwa ni kama sijaielewa, maybe you tell us. I've never understood why scandal ya dem, especially when you're trying to come out, it has stick even 10 years long. But scandal ya Charlie, hata wiki ni nyingi. Wiki it a lot. Acha hiyo Pedro ajibu hiyo. No, as a man. As a man. Hata ukakuja as a mfungo. So, nufikiria, one, mwanzo in Kenya, I tend to think most of the celebrities wanajiseti wenyewe, then wanajifanya ni kamba, it's scandal na ni kitu wanajua, because I think showbiz ndio inalipa. Inafanya watu wanajua. So I think most of the things ni vitu tu mtu anajiseti, then anaanza kusema oh my phone was hacked. Oh, sijui nifanya nini. Ili okay, nasema hivyo kwa sababu gani? Nito nani yule mwanamke msanii? Yemi Alade. I think sometimes back, kama mnajua, kuna video fulani zingine zilienda kwa mtandao. TTG, Telegram. Lakini later on kuna venyete mwenyewe pia alikuwa anajua kitu kinafanyika. So that's what I'm saying. Kuna watu wengi sana wanafanya ngapi? Mostly kwanza TikTokers. Wanafanya kuna mtu sitaki kumention lakini amekuwa na scandal juzi. Aliibiwa sijui nini. Then receipts zinatoka like inaka to planned. Unaona ile planned robbery. So they normally do this ku trend. Mtu akiona unajua fame huenda ikipungua. So mtu akiona hapati the enough attention, they usually come up with something. You remember numbers ndo ulipa, nini ulipa. So lazima uko mjanja kwa hiyo industry. So yeah. And talking of Kenyan artists, most of them wanatumia standards. But again, kama kuna mtu naweza heshimu. Anaitwaje? Nameless na wife yake. Bangers after bangers, lakini hakuna ati mtapata na issues that is been nini. Then unapata pia some people, kama celebrities, wanatumia the breakup court of it. Tu wameachana and then alafu unapata sitaki kusema wako Maldives. Sitaki kusema kuna mtu alisema wameachana akaendea meno. Sitaki kutaja. Lakini anyway, wa Kenya. No comment. Zilikuwa. Hamkuona? Naweza kupatia hadi saizi kwa. Usicheze na DCI wa Kenya. Anyway. Yeah. So me, amesema yote to something, but it's not helping if it's the showbiz thing, after scandal. But still, bado tunaona wako nyuma. For instance, si tuko hapa sote ni wasanii. Mwanzo unasanii nini? What's your talent? Okay. Bro, mimi unaangalia video TikTok nasema kana uzanga matera, niko na baby. Like ni kama mtu alimtolea. Yako wewe mwenyewe. I'm very versatile. But something in art that I do most is directing. Okay. Social media management, content creation. I'm so good at poetry. Mimi kama unataka nikuandikie ya mpenzi. Sasa yeye akiwa mpenzi anamwangushia poem moja. Yaani wale wa paragraphs waki break up poetry na title. Heri wewe. Na wewe? Talent yako ni gani? Mimi Bali nakula. Unachoma labda kuna mtu hapo ana bana unachoma anyway. Wewe anapenda kukula. So make sure atasema majina zake pale kwa social media. Upate lunch. Sawa. Mtuweza sapa leo. Guys. So my talent, I love public speaking. Lakini najua watu wengi wata agree juu kwa ground na nyamazanga. Guys, follow my socials. You'll see what I do. I love public speaking. Napenda story na empowerment. I love baking.
I do nice cakes. Yeah. Kuna birthday. Alafu Ala. nione nyuma ya tent. Alafu what else do I act. I love acting. Nimependa acting since childhood but sikuwa na Zile za church. Tunaweza kusema nilianza. hapana, mimi sianzi ya kanisa. Kwa church. Alafu ina depend na role ulipewa. Kama ukipewa Peter, Judas, ayajua. Jichunguze. Yeah, anyway, I love acting but sikupata hiyo nini mzuri at home. Sasa hii nimepata that ndasemaje, that platform ya ku showcase what I love and I'm really happy by the way. So napenda acting, pia content creation. Bado mimi si influencer lakini nachukanga kamera naanza get ready with me. This yeah. To see my boyfriend. Hey, tuombe Mungu. Na sijasema niko single na sijasema niko kwa relationship but we jua tu niko when it's convenient. Yeah. But yeah, napenda kufanya hizo. Yeah. Wow. Niliuliza watu maswali nikifikiria. My turn. Napenda kuwork. Naweza kuwa MC. Na pia I like poetry. Kuandika poems. Ni kama mimi ndo siandiki ma poems. Wallahi. Labda na act sahi akisema ana act akisema poetry. Like for real. Niko na mpaka nimetengeza kitabu. Nimeandika nataka kupublish hapo ya poems. Wallahi. Unaweza kuwa serious. My biggest top fan is my sis. She's writing a book and she's using some of my poems kwa kitabu yake. Na hataki nisome kitabu. How old is she? How old is she? Alizaliwa 2000. Oh, like your small sister. Yeah. Oh, that's okay. Siku hizi tunajituma manze. Hapo mkiangalia hivi nakaa how old, hapo mwandike hapo chini ya kwa comment section. Manze Gen Z tunajituma. Si ndio? Unajua labda kuna one of the viewers hapo atajitokeza anipeleke labda Maldives, you know. Tuna chase flights nowadays. Siku hizi mvua inanyesha mafuriko, hata watu wa gari flights guys. Na si Jambo Jet nini. Anyway, nimejiongelea sana. Let's continue. So you do that. Yeah. I'm also an MC. Tunaweza kuchapa show moja fiti. MC poetry, okay. By the way, vitu zinaingiliana. Poetry. Sijui tufu. Unaona vile tunaweza chapa hiyo show vibaya sana. Very nice. We need to try this. Santi. Utakuja kama shabiki. Usijali. Kwani podcast ilikuwa yenyu wawili tu? Tutakuongezea roho. Sawa. Guys, ni involved. Kampedo utakuja tupeni kama Mimi nimewapea napenda venye unaongea. Kumbe unakwanga na akili wewe mse. Hiyo kitu ina happening sana. Yeah. Like you bring an artist and then apongea watu wake 7 8 and then pale ana perform. Wanaanza alafu unafeel like no balance. Sasa you see, lazima ukwe na akili. Jaribu kupiga kukua MC mahali. Alafu nikajifanya celebrity. My friend, kuna mtu alikuwa serious. Nilirusha kofia kijana badala niregeshe. Na hivyo ndio alienda nayo. Na jambo. Wallahi. Sasa hizi tunaanza kutaja kuhusu wenye wasanii wana nini? Tunaanza kusubiri nitaanza kumtafuta. Huwezi mpata, hiyo ishaenda. Na next time ujiangalie kwanza. Si ati unaenda unarusha uko na kofia moja kwa wardrobe. Mwenye nilikuwa najua atashika, sio alifanya nini akuchukua. So ulikuwa umeplan urushe ashike. Hajaplan lakini ni best yangu. So huyu atashika. Nafikiria kuna akili kama yako. Mama tuangalia anashangaa bro. Alafu siwezi shuka juu, sasa niko kwa stage pale juu. Sasa inajua anapigisha story huko mtaa. Pedro alijifanya celeb. Kofia yangu ilienda. Usijali, take heart bro. Kuongelea maseleb na story yake. We see just
Yeah, Sasa unaona fake kama it yeye, till you make it. he expected to get back his break, but unfortunately he did. Do you think faking life as a celebrity is a good thing or a bad thing? Well, that's a tricky question. No, but kama ina serve the purpose. But it depends. I feel like it depends with what you are faking it. Una fake nini? Juu. Okay, acha nipe an example. Mi ufake it nikijua na target goal flani. Venye nimetoka leo kwa nyumba with my dress code already, mtu amefikiria naenda ofisi. Like mi na act nikijua I'm going to an office, but in real sense nakuja kwa podcast ku. No, relax. Tuko office, but you know, like someone akiniona anajua this person is employed. Huyo anapata stipend at the end of the like naka serious hata ilikuwa nipige shades nikaona si shades zile miwani official, nikaona hapa nitakuwa nime overdo. So mi like nikiamkanga hata najipea nini, unamka asubuhi unajua like leo ni Monday naenda like, so unaona na fake nikijua kuna mtu ataniona pale, like you never know who's watching, you get. So I know na najua kitu na target. Na pia kuna ile kufake it. Hizi tumetoka kuongelea hapa, mme break up ndo nini show zikue sijui. So it depends if it benefits you. Example, umetoa artist, wase wakikuja kuna mtu hako atoe hiyo pesa, najua hizo pesa ni zake but atazipata. Na hiyo anini siwezi sema anaibia IB because yeah it's mwenye amekwamilia 200 yake amke mwenye alikuwa na, so you get. Na sasa hiyo kunaweza kuwa na sponsor ameona amependa nini yake akubali amchukue amempower, you get. So I feel like it depends on what are you faking with me. So kuna pahali itasaidia na kuna pahali itakosa kusaidia. So yeah, for me it's a 50-50 thing. But yeah. I'll say in Kenya people don't know how to fake. Like usually wana faking alafu ina backfire. Most of the time, because you find a small TikToker kidogo alikuwa anaishi tu na nyinyi, I'll say like I know we are Nyali, but now I use examples of Mshomoroni. Alikuwa anaishi tu Mshomoroni vizuri, kwa bedsitter iko fiti, amekaa hapo like even 5 years. Hiyo mfano analeta ni Adema Machani. Wewe unataka details sana. Sasa anakaa Mshomoroni vizuri. Kidogo video imehit 1M. Amekuwa nini? Famous. Sasa stage yake ya Mshomoroni inaweza kumkalia ni kama standards zina change. Ni unajua this guy or this lady hana the effort of staying like me in Nyali, you know. So like you yeah, like you well, okay. So what happens? Mimi Nyali bedsitter tanipa 15,000. You know, Mshomoroni analipa 5. So ni nini atufanye? For the 15,000 na ajitume tu. Kwa hivyo anajituma. Bro najituma. Na kuna ring light. Nikipa Una tap. Aiko. But with TikTokers, me I feel ni pressure. Most TikTokers na pia wana compete. Unaona huyu ako na hii, huyu unachukua gari inachukuliwa na wase wa loan eventually, like kuna pia pressure, and then people are different. Kuna mwenye anajua, kama kuna TikTokers wako na akili, wanajua hii content yao inawaserve aje, hii pesa ya TikTok inaingia like aje, so anajiplan. Sasa nikitoka hii Mshomoroni niende Nyali, hiyo pesa yote itaishia nini kwa rent, haya shopping, anaanza ati anafanya shopping ya more than 50k sijui. Umeanza 10 ni kidogo. Kuna watu fanya nini Nyali unafanya shopping ya 10k. Fake life, so just niko peke yangu. So Like unaona, so lifestyle inaanza kuchange, alafu inafika place uwezi sustain that lifestyle. Unapata asante hapo umeniokoa yeah, lakini niko na content ni hiyo wada itoke. So like unapata uwezi sustain, si ndio? So unapata umeingia scandals mingi tena, kama unaingia kwa debts nini, but we are not attacking anyone, disclaimer, it's just an example. So like, but kuna another same TikToker akapo Mshomoroni, akipata hizo do utapata ameshika land Kwale, ameshika nini, like
ako na akili, so it depends pia na a person. Kama una goal kwa hii maisha, utaumia mtu yangu, utaumia. Goal, my thing. Okay, doing content, I think sometimes it's also a call. Yeah. And we see different TikTokers, which they are called upon doing the content. And they do it nice. Yeah. You know what they lack is mentorship. You know, like, at Pasha, Hata they kumanage. Yeah. Hata kumanage funds, yeah. So inafanya huko content creator, they're not going away from whatever their goal was. If their goal was to like target 100k each month followers, then they will stick to that plan. Yeah. But if they don't have the mentorship and the guidance that they have to. Then unapata kipata hiyo 18,000 a month from Facebook. Ni nini ingine tafikiria kama si rent ya Nyali? Ni nini ingine tafikiria kama si graffiti? No, kweli, by the way. But let her ingie Kongoya. Kongoya, by the way, we have nice things. Kwanza si madem. We have nice things. You know, Pedro like ana the say Kongoya, hapo. Haezi pata hiyo. anaingia Kapoti, by the way. Ah. Yeah, so unapata, instead of them going to whatever they've been doing the last couple of years, they've been growing. So they should, but I think mentorship is important. Yeah, talking about that. Na pia imefanya nikafikiria wase kupata pesa mingi atago. Wewe tuseme saa hii tu tumekaa hapa Pedro, uone M-Pesa. Umepata M-Pesa limit inakuanga, sitaki kusema ati 1 million na 500,000. Ama wacha tutumie bank. Wacha tutumie bank. No, nasema like M-Pesa inakuanga na limit. So nikisema 1 million itakuwa mbigwa zaidi. So ndo nimeenda kwa relax. Kwenye brufen. Ukinini bank, upate tu notification from your bank. Someone deposited like tuseme 5 million. 10 by the 5 million inaweza kuwa ni kidogo kwake. Reaction yako itakuwa aje? Ya kwanza nafanya. Umeona 10M na nimeconfirm iko. So uko kwa podcast. Na uko hapa, na tuko hapa tuna shoot. Acha tu niwaambie before nijibiwe swali. Mtu ajaribu. Hata sikujaribu. Kutumia alafu. Hata sikujaribu. This day nilikuwa nakula ugali na sukuma. Nimesota. Alafu notification 12 pesa imeingia. Sijaisikia sukuma hiki test. 40 my friend. Nilitupa na nikatoka kwa hiyo nyumba bana. Ulitupa? Hiyo ilikuwa ya ngapi? Haikuwa mingi. 70. 70K. Unajua ningeshangaa 70 unatupa 70K only. Kenyan money lakini Kenyan money. Niliachana na sukuma bana, siwezi kula kitu kama hiyo. Ukatoka ukaenda ukakula nini? Nyama? Nilijua tu. Choma. In a fancy restaurant. My friend, ndio nilianza kupiga simu waweke meza. Uka reserve hadi. Okay. Unaona decisions tuna making rush decision. My friend, unaletewa food na kwaya. Wakidance na dorime. Huyu anasema food ajui, tunajua nye anamaanisha. Anyway guys, dorime ni yako lakini tunajua nye unamaanisha. So ni sawa. Tusidive huko, ataanza kutuambia akanunua gari nini, yani sawa. So atatupatia story nyingine. Anyway, thank you so much. Tumekaa hapa tumeongea, you've gotten to know us, kila mtu tofauti. Mmejua nini. Wanafikiria nimesahau jina zao lakini yeah. Thank you so much. Yeah, it's our first podcast. Don't forget to like, subscribe and comment down below and watch out for the next episode. Bye.